Ninafuatia
kufanikisha kanisa sasa inaendelea kusimama kama kanisa. Tumekuwa na mjengo ambao unaendelea Thika. Tulikuwa tumetatizika kidogo kwa maana kuna watu walichangia kutuzuia kidogo tusiendelee na mjengo ule. Lakini Mungu ni mwema, tuling'ang'ana tu mpaka tukafaulu. Lakini nilikuja, ni mimi tu nilikuwa nimelalia masikio. Unajua mtu mwenye hana viongozi ambao wanamsaidia kuongoza anakuaga na shida mingi sana. Si mumeona hivyo? Maongozo yake hayakuagi straight. Na ninaomba msamaha, mnisamehe tu. Nimukodekera. Ingina mugira yako dekera ngai yakiriho. Ego gedekera. Tumeng'ang'ana sana karibu muda miaka miwili Thika. Nimekuwa nikilipa kiwanja rent. Na kuna kujenga, tunaka rent, inaruka hii, inaruka hiyo. Wakati niliweka mguu yangu nikagundua hapa kuna nyoka. Hapa kuna kitu inaweza kuwa inanizuia. Kwa sababu si kawaida unakoboa kiwanja ulipage tu. Na unalipa miaka gapi? Na uoni makosa, unaona ni sawa tu. Nikajua hapa kuna makosa, ni mimi ama kuna kitu kimakosa. Sasa wakati niliweka mguu yangu chini nikasema wacha kazi ya Mungu ifanyike. Kukatokea sasa zile manyoka zilizokuwa zikinenea mimi nisifanye kazi zikachomoka zote. Nikasikia hakuna kujenga, hapa kuna deni. Nikamuuliza kiwanja ni yako? Hapana. Deni ni ya nani? Tulikuwa na wewe? Sijawahi kuwa na wewe. Ni kuna mtu alitupatia kazi hapa ya kuchunga. Tukamwambia simuende kwake. Waliposikia hivyo wakakimbia kwa Kajo. Kajo ikakuja ikasema hakuna mjengo. Tukang'ang'ana, mtu anaitwa governor ni rafiki yangu, nikampigia tu simu akaniambia enda huko tengenezwa makaratasi uende kazi. Kuenda kazi niko na barua na kila kitu, nyoka ingine ndio hiyo ikachomoka. Ikasema sasa mumelipa upande hii mwingine. Environment inasema hamruhusi kujenga. Sasa nikajua hapa hii nyoka si ni ile independent. Najua kanisa ya independent ni moyo huko, wanajua kupigana na shetani mara ngapi? Wanajua kuna shetani 3. Kuna moja ya kuambiwa we ondoka na inaondoka. Na kuna ingine ya kuambiwa we toka hapa na inatoka. Na kuna ingine ya bakora, inawekwa bakora inaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikafanya venye nilifanya na nikasema sasa mjeko itaendelea. Hello. Kumbe wewe ndio unakuaga umefuga maisha yako. Kumbe ni wewe unakuaga umezuia baraka zako kwa sababu tu ya kutotamka, kutosema. Unakuta sasa kuna manyoka zingine zilienda zikasimama, zinasimama sema wacha uone hakuna kitu kitafanyika. Wakati niliweka mguu chini nikasema kitu kitafanyika. Sasa tumeendelea. Hello. Sasa tumefanya nini? Tumeendelea. Kitu Wednesday tutakoroga. Kitu Thursday, Friday tukikoroga ikauke vizuri. Friday ama Saturday, nani anajua food ya chuma? Wewe ni food wa chuma kabisa, kuchoma, kuchikanisha. Mafudi wale anakuja kutafuta kazi hapa. Ina mkono yako juu. Yeah? Wewe ni food wa chuma. Fundi mzuri. Makeka. Simama. Utachukua namba ya huyu. Uende muongee na yeye akuja kuelezea ile kazi amefanya. Isipokuwa ni kama si kazi iko na kichwa, weka kado. Ukue thara. Ukue nini? Ukue thara. Si ndio? Ukue thara kabisa. Na wale mwingine mnafanya nao kazi. Polisi yako Kigajo. Nako Kigajo. Kwa hivyo mtakuwa na yeye. Mko na nani? Na mko na mchungaji hapa. Lakini mchungaji anaendaga maombi anasahau tunajenga. Anakuaga haobagi sana. Najua hawa ni wale wanakuwa kuomba bado wanazafikiria. Hamuko pamoja na yeye. So we ni wewe ulikuwa haruta wiki ino. We free. We na basi ya mutumia ule. Wiki ino yothe ndakuhewira wa Thika. Tigiti ni nide ruta. Kana mwale wa nyoko.
hiyo nyumba isimame. Na wazee wale watapata na elders, mkipata nafasi ya kuteremka Thika, muende Thika. Muende mnaangalia tu, siku msifanye kitu, mnaenda mnaangalia wenye kunaendelea ama kunaendelea sawa. Because this week lazima tukoroge, turudi tuweke chuma. Ya chuma itafanya, ya chuma ni siku 3 nyumba inaigiwa. Kwa sababu chuma zimekatakatwa vizuri, zitakatakatwa vizuri, ni kwenda tu kufuga na boroti na kuweka mabati. Kanisa ifunguliwe, tupeleke Kameme huko, tufanye kegosho ile amujai iona ya Thika. I think ibada ya Kikuyu tutaipeleka Thika. Si ndio? Ndio tuendelee. Alafu mwezi wa 4 tunaenda Lodwar. Lodwar already wameanza. Hii ni Sunday yao ya 3 wanaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. So tutayafanya crusade, watu wale mfalme wa amani upage crusade ya Lodwar. Tutaenda huko Peace Caravan huko. Na huko mnajua tunalalaga nje. Huko kuna kulala kwa nyumba. Neti tu ndio inafugwa. Unalala tu hapo. Halo. Umetoka wapi? Sawa. Najua venye ametembea. Kama tumuzea tule tumaumau. Halo. Tumesikia hivyo? So tuko na Githurai na Mwiki crusade. It is all systems go. Na hiyo natarajia the team that tulitengeneza itajiongeza ndio mkue wengi zaidi na mpango hiyo naitaka Tuesday tukutane kwa ofisi. Mniambie mpango yote venye mmepanga. It must be the best of all. Halo, na mtu yote ambaye anajua anaweza kuparticipate kwenye kupanga crusade na mipango yote ile unaweza. You are invited on Tuesday. Saa 8 tukutane hapa ndio tuweze kuangalia namna gani. So the crusade will be on the 9th of March. Sindio? So we have only 7 days to plan. And I think you have been planning. The execution too. 7 days are enough. Na wazee mlikuwa mnahitaji pay bill. Kuna ile namba inakuaga ziko wapi 002 00 pay bill. Kuna ingine. Mlitoa yote? Iko kwa screen. 29002. Hiyo ndio pay bill ya partners. Mtu yote ambaye ni partner, pay bill yenu ndio hiyo. 247247 account number is 29002. Sasa mmesikia share ready? Wacha pigia simu mpaka nikaanza kushtuka, ni kama kumeharibika maneno. Ndio hiyo pay bill. Prayer groups mwanzo kabisa tulivunja all prayer groups ambazo tumekuwa nazo zote. They are all dismantled, cancelled. We start afresh. Sinigo. Unajua kila kitu kinafanyikanga na sababu. Sasa tulikuwa tumetengeneza GSU ya kupigana na riot. Sasa kumetokea jeshi kutoka Uganda. Tutapeleka GSU? Hapana, tunabadilisha kikosi mara moja. Ndio kinatuma ile kikosi ambacho kinahitajika. Tukishika watu, tunatengeneza kikosi ya nini? Ya prison. Tunapelekea watu wa nini? Wa prison. So prayer groups zinakuwa zikichange kulingana na what is ahead of us. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. So nilimandate watu 3. Ni watu wawili ama ni 3? Dorcas, simama kuja hapa. Na nani mwingine? Lucy. Anaitwa kwa Lucy? Sijaijua jina yake. Lucy. Nakelea gimora hii. Na mwingine? Kuna mwingine kutoka hii group. Nani atatusaidia?
kwa hii nyinyi tusaidie, shikana na hii group sasa, mupange. Tutakuwa kutoka Monday, we have a group ambayo itakuwa kwenye maombi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday mpaka Saturday. We shall be having a group. Sasa mtapanga hii worship team, muipatie siku yao. Kama ni wale wa Korino, muwapatie siku yao. Lakini muna vet mtu. Si mnaniuliza hiyo list, muandike majina, munitumie majina. Ndio nikwambie huyu ni mkora, huyu ni mkora. Ndio msiweke wale watu wa kufagia watu. Kuna watu wanakujaga hapa, wanalala hapa kwa sababu ni usiku saa 6, anaanza kufagia. Dorcas na kuamurisha katika jina la Yesu Kristo na kufagia. Unajua alipitia kwa Musiri, akapata ile operation fagia majini. Sasa kazi yao ni uchawi. Hapa watu wale back to sender siwataki hapa. Wale wa maombi ya kuombea watu vibaya siwataki hapa. Nataka tuombee kanisa ikue the best, tuombee kila mtu. Kila mtu ako na weakness. Hakuna kanisa hii mzima, hakuna mtu ako na weaknesses nyingi kuniliko. Hakuna mtu mwenye ameanguka mara mingi hapa kuliko mimi. Na kukaka every time najikutaka niko chini. Kila mara najikutaka niko chini. So that's why I need strong people to lift me. I have so many weaknesses. That is why nasema niko wokovu yangu iko bado 10%. Ilifika 10%. I'm only 10%. Bwana Yesu asifiwe sana. 90% bado najaribu kungangana nao. Sijaokoka hiyo mzuri ya 90%. 90% nimeanguka. Niko 10. Sasa si unaona ginyani wa maka? So imagine ati ukire guthikiriria na wewe igana kwa igana uraire matu iguru woka guthikiriria mundu wa 10%. So I'm a 10. Simunipigie makofi. So kama kuna mtu kanisa hii mwenye yako chini kabisa, who needs help, it is not you, it is me. Udogo eta flat. Ate mugera kumenyerera tamaka mukona gitwaro mwena ucio. Mutaona nikipelekwa padio, ninyi mkienda padio. Sasa imagine mkienda padio, mnaangalia tu mna apostle, kai apostle. Na huwezi kusema kitu. Nisaidieni kusimama, si ndio? Na ni maombi ndio itasaidia mimi kusimama vizuri, ndio nikuwe mtu mzuri kama nyinyi, si ndio? Na naombaga sana nikuwe mtu mzuri kama nyinyi. Oh yeah. Nonga kinyako. Modo wa Ngai. Fafa ito. Nonga kinyako. Yes, najua nitafika. My God is faithful. So the names wale wanarara, lazima nijue ni nani. Nitakwambia huyu ni mkora. Na nikikwambia huyu ni mkora, wewe uende tu mwambie venye nimekuambia. Apostle amesema wewe ni mkora. Hivyo tu usifiche. Wewe umwambie hivyo. Kama kuna polisi anajua kupelekana, atupeleke, si ndio? Na kiateka ni huyu. Ako hapa. Na kama hauna jina, unapatiwa jina, majina ya wale watu watakuja. Sasa nikitengenezwa nikitumiwa jina, ni ile nitaweka tiki, mnapatia nani? Joya. Sasa na yeye wakiingia pale, Joel anajua hawa watu ndio wanatakikana wapi? Hapa. Si ni mtaratara mzuri? Sasa kila siku itakuwa from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, hata Sunday. We must have watchmen wa kuchunga kanisa 24/7. Na ni kutoka leo kuendelea, kutoka Monday kesho kuendelea. Duakisha moto for the next 1 month. I will give you themes tutakuwa tukiombea nini and why we should be praying for that. Si ndio? Simunipigie makofi jamani. Nani jaragia? Najua najaribiki kuongea nione kama mtajasika munipigie makofi. Naona bure tu. Baka najidwa kaitaragia kido kia maana. Naongea kitu ya maana. Thank you. Mtashikana nyinyi watatu, then I will add one more. Mwanaume mmoja ambaye mtakuwa mkisaidiana na yeye, so that we can be able to move forward. And niugo thimwikarete na mutikakeje kwihorera githori goko. Visiting day kwa wageni wale mnataka kuniona, it is from kama unataka kuniona nikiwa kwa mlima, it is allowed now. Ninaendaga Gong pale, mnajua tunaendaga, tuna madhabahu yetu
If you want to see me, unione Monday na kuaga mlima. Kutoka saa 9 usiku mpaka saa 12 jioni. Tumeelewana hapo? So if you want to visit me kwa mlima, nikuje huko, una namba yangu, utanipigia, nitakupatia direction wapi. Lakini kutoka Tuesday, kutoka saa 1 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Niko hapa Tuesday, niko hapa Wednesday, niko hapa Thursday, niko hapa Friday. Mwisho wa kuonana. Mwisho wa nini? Ni Friday. Sunday. Mama ko. Agoda niki? Oh, agoda ya? Oh, agoda nani? Thegio. Urathimo. Sawa, mwisho Friday ndio mwisho wa nini? From Tuesday to Friday finished. Ndio mnanipatia nafasi ya Saturday kupumzika, kujitayarisha kwa sababu ya Sunday. I say Sunday hata kama ni kiongozi wa kanisa, I will not meet anybody. Wale ambao nitaruhusu kuonana na wao ni wale watakuja saa 1 asubuhi mpaka saa 3 kamili. Hapo nitaona watu. Lakini Sunday ikipita saa 3, hata kama wewe ni kiongozi wa kanisa, don't come to my office. Mnanielewa? Hata kama umetoka Amerika ama umetoka Uganda, I don't care. Don't come see me. Na nyinyi mnasikia nyinyi mnaletage watu koki. Sitaki. Not unless nimekuita for a purpose. I don't want to see anybody on Sunday. I need to rest. Are you getting me? Hata ule watasema anakuja kunipatia chakula, sitaki chakula. Nilipika jana usiku nikabeba na poti. Eta wa poti. Hot pot. Inaitwa hot pot. Oh, hot pot. Hot pot kweli. Ai, hii kisugu. Lakini isiyo ni kazi ya wamama. Sasa imagine msee kama mimi mkubwa hivi ndio anafanya kazi ya wamama. Anyway, tunashukuru Mungu. Therefore, kwa wale ambao wali attend mafundisho ya wazee, the elders of the church, your certificates are ready and I want to issue with the certificates. Vision Nduiga. Ne Nduiga? Ako wapi? Simu nampigia makofi. Simama tu hapa. Simama pale. Number 2, tuko na Rosemary Masharia. Oh, nawe. Ulisoma? Okay. Najua watu walifeda dhuga mahali. Josephat Kafui. Kweli. Au na watu wa Kenya hao. Good. Ya ni wazee wale wa kwanza kabisa tukiwa City Stadium. Wale tulikuwa tunafanyanga crusade nini kesha na wao. Walikuwa nalalanga. Na hao wazee mrudishe. Na hivyo mthuri. Athuri atwararaga kanitha. Mathireko. Auria. Ka akina Kivendera. Athuri acio akuru. Tulikuwa walikuwa karibu 50 tulikuwa tunalala kesha hapa. Yule mzee simama. Wale wazee wa kesha simameni. Kivendera na mwingine? Hakuna wengine? Kijana, ndio raigwa. Simama. Sana hawa wazee tulikuwa tunafanya kesha, mwatengenezea siku yao. Kesha yao. Na kutoka siku yao ile moto imewaka imesustain sisi ni hawa wazee. Na tulikuwa tunakesha mpaka asubuhi. Thank you wazee. Asanteni sana. Muwapatie siku yao. A special day. Susan Keheka. Ni Samson. Sorry. Samson. Hii kesha haka Susan ya umireko. Na nerathire kuheo mwana Amerika. Tondu ndaikuru gutire na thibitari na niwe governor. Kai, Susan nerathire kuheo mwana Amerika. Alitafuta hospitali Nakuru akakosa. Governor.
Alafu ukiamhoya kura. Grace Joroge. Grace Samaloi. Huyu anathomire kweli? Huyu alisoma? Alikuwa amesema yeye si mzee. Penina Musyoka. Mukunie makofi. Yes, Penina. You are good. Magdalene Nyabura. Magdalene. Na wewe muthaka muno omothe. Pigeni makofi tena. Lydia Moirore. Ni athomire yo kana ni kiliibiwa alikuja kilasi ama kiliibiwa? Ulikuwa kilasi ama kiliibiwa? Ama ulisomewa na huyu? Ndio mthomeire. Okay, sawa. Shika. Catherine Mwangi ako shule. Ni yule wa DCI. She is in class. Naona aliingia kilasi hapa akapelekwa kilasi kule ya Madaraka. Bernard Boro. Absent without reason. Rhoda Jerry. Sijamuona leo. Maria labda alisema sikuje leo. Catherine Wajiko. Wajiro. Catherine Wajiro, chiaredi wetu. Yes. Patrick Wawero. Yes, sir. Helen Chepto Araruto. Chepto Araruto. Huyu ni mtoto ya Ruto. Sasa hata tukiongea matope hapa, hakuna maswali tunaweza kuulizwa. Ako hapi? Pole sana. Hata ulisoma. Hii ingine mimi sikusoma. Nani alinipatia hii? I was not in class. Ni honorary. Oh, ni honorary. Sasa mimi ni doctor. Doctor. Yes, thank you very much. These are our elders. Mimi nikiwa pamoja na wao. They have gone through a class. Niliita mwalimu akakuja akawafundisha. Walikaa chini kama watoto. Wakafundishwa kama watoto. Sasa wewe ni nani ukatae kuja kufundishwa? Wewe ni nani? Ati unataka kukua kwa timu ya kanisa lakini hutaki kusoma? Kwa sababu kuna kanisa, Bible ni tofauti na maadili ya maongozi. How to lead a church, how to organize a church. Bwana Yesu asifiwe sana. So they had to go for training. Wamefundishwa. Now on this Saturday, mulisoma? Other groups walisoma, so certificate takuja. Yes. Si hiyo group zote zilikuwa worship team, our deaconess, general. So on Sunday, tutaissue other certificates. But on Saturday, na wataka nyinyi sasa wote ambao waliingia class. On Saturday, I want to ordain you. Sindio? On Saturday, mupatikane. This Saturday coming. Na hiyo grupu nyingine yenu yote. Na wale wote ambao walisoma. Ule tu kama uliingia class, ukasoma, I will want to ordain you and bless you for the journey. So that ni hand over kanisa kwenu. Ndio Sunday hiyo, nikuje hapa ni hand over all the documents za kanisa kwa nani? Kwenu. Ndio na mimi nifanye na nyinyi muongoze si ndio? Mimi munifanya kazi ya Mungu na nyinyi mupage kanisa, muongoze na muko na mandate ya kila kitu hapa. Lakini mufanya kama wazee, reasoning na wisdom na mipango mizuri. Mupange kila mtu, make these people comfortable with our church. We have a membership of like 2,000 people, lakini wengi hawakuji kwa sababu walikutana na manyoka hapa.
Wengine walikuja they were injured, wakakuwa injured more. Wengine walikuja wakiwa na matatizo, wakalifukuzwa na ma-TDH. Walikuja akakutwa na pale chini. Kuna wengine walikuwa nabeba mpaka kisu, wanatishia watu pale chini. Sometimes we take the blame because we did not have a proper management team ambayo inaweza kuongoza. But now because we have it, my dear friend, kama ni kitu yote either management, wale wanafanya kazi hapa, now I don't know, you don't ever dare come to my office. If you have an issue, here kuna watu. Chairman wao ni Dishon. So kitu ikiwashinda kabisa ndio utakuja kwa ofisi yangu. Lakini siku kaka kidogo unakibia apostle, tunataka apostle, hapana. Kuna mtu naonaga akitaka kununua webe ananiandikia message nitume pesa ya webe huyu. Akitaka kununua nitake battery ya hii anasema hatuna battery, tunataka battery. Sasa nisiwahi kukusikia ukiniitisha kitu, pesa ndio hii hapa. Unakaa na wao chini, wanapitisha, wanakuja, wanasema what tutatengeneza budget ya mwaka huu. Yote itengenezwe, tuseme this is the amount we are going to spend and where to find that money. Sawa. Mlafu mulete harmony, watu wakae na amani na wapendane. All the groups listen to them. Enda kwa washers, muende muwaulize maswali, muwaulize shida inaweza kuwa nini, ni nini mungeza kutaka kusaidiwa naye. Muende kwa press team, talk to it. Enda kwa media, talk to them. Then mtu mwenye hafai in the position mwenye ameshikilia atolewe, ndio kuwekwa mtu mwenye anafaa, si ndio? Naongea sense ama ni mimi naongea? Mwenye ako in a position, ameshikilia position, na hiyo position si yake. Najua unaweza kuwa wewe ni polisi wa traffic, umezaliwa kama askari, lakini unaenda unafanya biashara. Sasa unajua utakuwa ukisimama kwa duka yako na fibo pale kwa murago, maana wewe ni askari. Lakini kama wewe ni mwanabiashara, uandikwe kazi ya traffic, kazi yako ni hogo, maana you are a business lady. So unaweza kuwa umeweka mtu kwa media na anafaa kuwa Asha. Unaweza kuwa umeweka mtu kwa Asha na anafaa kuwa kwa media, si ndio? So those are the corrections mutafanya. Na your final, your word is final. Your word is final. Mkisema wewe toka hapa, wewe enda hapo, na mkiona mtu analeta nyefu, wewe mwambie tu akuje akalie kiti, na muandike kiti yake jina. Ndio asikuja mistake, na mtu mwingine akikuja apata kiti imeandikwa jina, usikalie, hiyo ni ya mtu mwenye ameambiwa kaa hapo. Si ndio? May God bless you. Inueni mikono yenu juu tuwaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru, nasema ni asante kwa utiifu wa hawa watu wako. Maana walikutii na wakasema watakutii na wakakaa katika mapenzi yako. Mungu wasaidie, wabariki, wafungulie njia, wapatie neema na hekima ya kuweza kuongoza. In Jesus name we pray. Simuonyeshe hawa watu certificate. Sasa na nyinyi mnapatia certificate alafu mnaikunja. Yes. Yes, mulisoma. Yes, thank you. You may be seated. Tumemaliza yote. Pre-building nimesema, crusade nimesema. Saturday we are going to have a general meeting of all the people that have gone through a class. And the number 3 ya mwisho kabisa sasa. Kama you think, if you feel in yourself, kwa sababu nataka kila mtu kanisa hii akuwe na kazi ya kufanya. Everybody must be working. Nobody is very special. So if you feel that you have something to offer, na ungetaka kukua, ungetaka kufanyika, na kuomba tu usimame na miguu yako. If you feel, you want to participate, simama tu na miguu yako. Unasikia kuna responsibility, there is a calling in you, unataka ifanyike. Simama tu. I want to give this opportunity to everybody, because everybody of us, we must work, we must do something. Yes, simama tu.
I'm waiting for you. Najua najaribu kueliminate wale watu wanaobeaga watu failure. Najua wale wamekosa nafasi ya kufanya kazi ndio wanaobeaga watu failure. Rise up. I'm still waiting for you. Rise up. If you know that you una feel in you, you have something to offer. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ndio? Ni hao tu. Wachawi, hakuna mchawi hata mmoja tasimama. Okay, mzee. Mzee ni alienda kuruga nani? Penina. Utachukua majina ya hawa. Mutatafuta huyu baada ya ibada, muweke majina yenu hapo, ndio mutapelekwa class, ndio mupatiwe responsibility. We also need more. Bado ukifeel you need kukutana na yeye, uwepeleke tu jina, kama hata hukusimama, upeleka jina pale, then we give you responsibilities. Because we want every person in this church to have a responsibility. Hatutaki ma-idlers, because I've realized shida ile kubwa tuko nayo ni ya idling. That is why we have a lot of issues, complaints, makelele mingi. Si ndio? Ni mwaigwa. Wacha sasa tuingie kwa mafundisho. Dakika ngapi? Inaweza mmoja. Tuende mpaka saa 7:30. Mtakuwa mmechoka sana? Mpaka saa 7:30 I promise. Tusome kitabu cha Matendo ya Mitume 28. Mtanisaidia na Kiswahili. Matendo ya Mitume 28, na the topic ya leo ni take more of me, give me more of you. Yani tunaambia Mungu, toa mimi, niondoe, ning'oe mimi, alafu uniweke wewe ukue mwingi katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi zimesimwa zote. Tulipokwisha fika salama kwenye nchi kavu. Unajua, this is the only nation in the world mentioned in the Bible, and it is existing as it is mentioned in the Bible. Nashukuru Mungu tuko na washirika kama 7 kwenye nchi ya Malta. Sema Malta. Na in the next trip naenda Europe, I'm visiting Malta because it is rich in history. Na nitaenda huko kuangalia maneno, nataka kwenda kuangalia huko. Na ingine iko Europe yote. Sasa raundi ingine napiga tena sasa raundi ingine moja Europe, alafu niende huko kugwine. Ni wangapi wanaweza taka twende na wao Europe? Thank you. I'll let you. Nitaitisha mwaliko, kila mtu atajaza, mwenye atapata visa tutaenda na wao. Yeah, the next trip I'm going, I must go with some few people. Si ndio? Yes, I have to go with my children. Yeah, munaonekana kule nasema these are my children. Vitoto vyangu. Be ready. Be ready. Lakini uende Turkey. Muende Turkey na mse. Na kwanza kabisa uambie mse tunataka ceremony hapa. Wizi hatutaki. Tunataka nini? Ceremony hapa. Kama ile ya yule kijana tulifanya. Tulipokwisha fika salama kwenye nchi kavu, tuligundua kwamba kile kisiwa kinaitwa Malta. For them walikuwa wanatembea, hawakuwa na wanajua wanaenda wapi. Huyu ni Paulo. Alipokuwa katika matembezi yake, wakakuta kuna kiziwa kiko mahali fulani. Wakagundua ya kwamba kile kizima otumie kanwa kau gaku kana ndege kiria otumie ono wajekeririe je no lete hingo yenge nie oka 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 Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hunter. Yeah.
Leo yake aterere nĩndaigua ndungata ya Ngai ikarana kairetu gaka niko kendaga ndungata cia Ngai ikarana Ngai ukorie getagwo atia kaumite ku ukorie ciurie ni kahonoku ti kahonoku korie tulipokwisha fika salama kwenye nchi kavu tuligundua ya kwamba kile kiziwa kinaitwa Malta. Wenyeji wa hapo walikuwa wema sana kwetu. Hiyo ndio wema tunazungumzia. Hiyo ndio ukarimu ambao tunataka kuzungumzia. Maana Mungu aliniambia hii ni kisima ya dunia mzima. Kuna watu wanatoka Australia kukuja hapa. Kuna watu wanatoka Amerika kukuja hapa. Kuna watu wanatoka Uganda kukuja hapa. Kuna watu watasafiri kutoka Zambia, kutoka kila mahali ya dunia kukuja kwenye kisima gani? Kisima hii ndio naona najaribu kupaga hii kisima. Maana kuna kuja. Immediately tukimaliza kuipaga, kuna watu utaona watakuja. Watu watatoka kwenye mataifa yote. Na ndio Mungu akaniambia nifundishe watu kuhusu wenyeji wa hapo walikuwa wema sana kwetu. Sasa lazima quality ya kwanza for you to be a member of this church, lazima ukue mkarimu. Lazima ukue na moyo wa kupenda kila mtu. Lazima ukue na moyo wa kukaa kama umenyenyekea. Hiyo ndio quality number 1 ya wewe kukua member ya kanisa. Otherwise you are not going to be allowed here kukua member. Hata kama umetuletea milioni 1, tuko nayo tumeiweka. Tutakurudishia. Tukwambie wakora hawakaagi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we are preparing ground for the landing of other people. God has given us the mandate ya kuliberate dunia mzima. God has given us the mandate ya kufanya maneno dunia mzima ibadilika kwa sababu ya hii madhabahu. Sasa nisipotengeneza madhabahu ambayo inaenda mahali, basi kutakuwaje? Kama mtaendelea ati matidh ndio wengi hapa, ati wakora ndio wengi hapa, ati wanini ndio wengi hapa, ati wanini, ati mnapigia mtu mpaka Jerumani mnamwambia tafuta bwana na huko hapa hakuna bwana. Sasa unaona, those are the people God is bringing to us. Lakini tunakuwa na timu nyingine iko hapa ndani ya kupigana na hawa watu because of selfish interest. Tunayaanzisha madhabahu pale Thika, unakuta tunapigana na hiyo madhabahu. Tunasema haitafanyika. Kwa nini? Because of selfish interest. Na Bwana akasema watu hao walikuwa wema kwetu. Mvua ilikuwa inaanza kunyesha na kulikuwa na baridi. Kwa hivyo ni wakati wa nini? Winter. Wakati walifika huko. Maana hii Malta iko Europe. Ni wakati wa winter. Kulikuwa na mvua na kulikuwa na kibaridi kikubwa. So ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa Disemba, mwezi wa Januari, mwezi wa Februari, mpaka mwezi wa 3 wa 4 hapo ndio walikuwa wamefika huko. Hivyo waliwasha moto, wakatukaribisha. So kuwa memba wa kanisa hii lazima uwe na moyo wa kukaribisha watu. Mtu akiingia pale unamsalimia, na unamsalimia kama umefungua sura mzuri. Sio kukaa ni sura ni kama ya nyangumi, ama kukaa kama ile ya British Bulldog ile inakaa the ugliest dog. Unakuta mtu anakuangalia hivi mpaka unashindwa, hapa ndio niliona pa kutorokea. Kumbe ni ma British Bulldog zinakuaga huko na kage. Unajua kuna kiugo cha British Bulldog kinakuaga na mapua ingine kinaitwa jejo Pitbulls. Kina manyama zingine zimeshuherera huko. Alafu unakuja ati ulikuja kanisa with your injuries. Jana bwana yako alikuita ubwa, akakuita maraya, akakuita takataka, akakuita nogo. Sasa unasema kwa Warigi ndio kuna amani. Kukuja huko unapata Pittsburgh. They are looking for the people who are able to stand. Ukiona mtu anakuja pale unatabasamu, unaenda unamsalimia, unamwambia karibu sana. Hii ndio huduma yetu. Na mchungaji baba yetu anaitwa Apostle Warigi, lakini hajafika. Kwa hivyo unaweza kutulia kidogo kabla afike. Akikuja basi tutakufahamisha ameingia. Lakini unakuta kimutu kinakuja tu. Habari. Ulikuwa unataka kuona mchungaji? Ulikuwa unataka kumwambia nini? Hajafika. Na leo hakuji. Toka tu wende. Unapoteza wakati wako bure hapa. Nani alikuwa pia unapoteza wakati wake? Amekuja kwenye nyumba ya Mungu. Kwa hivyo nyumba ya Mungu ikue. Walete padi hii.
nyumba ya Mungu ikuwe na watu ambao walio na ufasaha, ambao ni wa kupendeza, ambao wako na sura ambazo ni zafanya nini, za kuvutia. Mtu anapoingia kanisani anaingia kwenye mwelekeo mzuri, anaingia kwenye mapenzi mazuri, anaingia kwenye mikono ambayo ni misafi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kuingia na kutana manyagumi ati waza kukokotea na sura mpaka unashindwa hapa ni kwa shetani ama ni kwa Mungu. Lazima tukue na watu wakarimu, lazima tukue na watu wazuri, lazima tukue na watu ambao wanapenda wale wengine, because the kind of people that are coming to us ni watu injured. That is why God had to pass me through the injuries. That is why God had to allow me to go through whatever I went through. That is why I'm suffering. That is why I was suffering. That's why I've been taken to prison for all those many years. I've been to prison 52 years. I've been shot at 12 times. Bwana Yesu asifiwe sana. The suffering ya rejection. Nimekuwa chokora. Nimekuwa kila kitu ambacho nimekuwa. Why? For the reasons God wanted now to be a healer of many broken hearts. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimepitia yaliyokuwa magumu, nimepitia yaliyokuwa mateso, nimepitia yaliyokuwa na kigugumuzi, so that I can have a testimony to tell you, you can become. I can have a testimony to tell people that situation ambayo unaipitia mimi niliipitia, na that's why I am what I am. So vumilia, at the appointed time God will come. Wewe ni watu wa wapi? You are from? Wewe ni watu wa KTN. Fanya kazi yako. Fanya kazi yako tu. Endelea. Na msikuwe mmekuja kuleta maneno ile mnaletage. Si mnajua mimi ni Colin kweli. Former Mogeke media person. Haya. Unajua huyu ndiye alikuwa mtu wa Mogeke. Na umenona? Nimeona. Ulienda kwa baba. Amekusaidia. Sasa umekuja kuripoti venye nilisema baba ataanguka. Huyu jamaa ukimuuliza stories zetu atakwambia we used to be together kwa wakiripoti stories zetu za huko kugine. But I am telling you, for you to be successful, for you to win any battle, love must prevail. For you to become the person that God wants you to be, love must prevail. You can only conquer if only love comes from your heart. Uko na kizima ambacho kiko na ufufuo wa kupenda, sio wa kupiga. Anybody coming to this room, anybody coming to this area, anakuja akijua I'm going to meet people who loves, people who cares, people who... Tungekuwa na watu wazuri nchi kama ya Kenya, hatungekuwa tukipigana, hatungekuwa tukiuana. Since 1992, wakati wa 92 ndio Mogeke yetu tulianzisha 1988 hapo kukuja na kupanda hivyo. Tulianzisha kwa sababu hawa akina nani walitupiga huko Rift Valley, walitupiga Moro. Sasa hata nikauliza, mnatupiga kwa nini? Hawakuwa na reason, walichochewa. Ajipigeni Wakikuyu, Wakikuyu waliiba shamba yenu. Sasa na sisi tulienda huko vizuri. Baadaye tukakuja, baada ya vita tukakuja tukauliza nyinyi mlikuwa mnatupiga kwa nini? Mkale mmoja akaniambia ni Saitani. Sasa nikashindwa, umechoma nyumba yangu, umeharibu maisha yangu, nimekosa kusoma. Mimi certificate zangu zote zilichomewa kwa nyumba. Sasa mimi nakuja, nauliza mtu ananiambia, na ule mtu nilimuuliza anaitwa Kimngetiji. Tulikuwa ni desk mate yangu. Na wakati kwa front line kule tukipigana, aliniona, akaniambia, ondoka ama niachilie." Alikuwa na mshahara. Ondoka ama na ni classmate, desk mate. Tumekaa na yeye kutoka form 1, form 2, form 3, ndio nakutana na yeye kwa field. Ninamuuliza, "Hii maneno ulijifundishia wapi?" Akaniambia, "Najua nyinyi Wakikuyu ni wakulalia masikio." Nikamuuliza, sasa, where is love? Where is humanity? Where is kindness? Where is nationality? Where are we headed to? That you can kill your brother and then be proud and brag around. You can kill a Kikuyu and then you feel that you have achieved. Kikuyu can kill a Luo and then they feel like they have, we have won the battle. That a Luo can go and cut somebody's head. And unaona anafurahi tu ati tumeua Kikuyu bili. Unasikia ni kitu, ni pride iko ndani yake. That is not what God created us for.
God created us that we can have. We are all brothers. Wakati ninaendaga Kenyatta pale kudonate blood, na kutaka muhindi nyuma yangu, Mjaluo mbele yangu, pale mbele kuna Mkisii, hapo mbele kuna Mzungu, hapo mbele kuna mtu mwingine. Wote wanaenda kudonate blood ambayo itawekwa mahali pamoja. Na hiyo blood itawekwa binadamu ambaye ni Mkikuyu, binadamu ambaye ni Mkalenjin, binadamu ambaye ni Mluya, and hakuna mahali imeandikwa this is a blood from Kikuyu. And be careful. Wakikuyu ni waizi. Tukikweka blood yake utaanza kuiba. There is nothing like that. Unaweka kwa blood na unaambiwa sasa umefufuka. Na unaona mtu amefufuka na amepona na anatembea kwa barabara akisema, "Oh, God healed me." Why? Nilipata donors walionipatia damu. That is how I'm surviving. Niliona mtu mwingine aliwekwa kidney. Hakuwekwa kidney ya brother yake, ya masista yake, aliwekwa kidney ni Mkikuyu, aliwekwa kidney ya Mjaluo. Lakini sasa wacha tufike wakati wa election. Ndio unajua kuna Mkikuyu na kuna Mjaluo. Kwangu kwa nyumba, yule analimaga kwa shamba ni Mjaluo. Yule ananipikia chakula ni Mluya. Yule ananifungulia gate ni Mpokoti. Yule ananitengenezea gari yangu hapa chini ni Mkaba na Mjaluo. Bwana Yesu asifiwe. Ikifika panel beating ni Mluya na Mkaba na Mjaluo. Ikifika kwa engine unakuta ni Wakikuyu na Wakamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are the people I call my brother. I have sent my car. Tengenezeni. Anakwambia mdosi tutatengenezea gari yako mzuri. Siogopagi ikitengenezwa na Mkaba. Siogokambi ikitengenezwa na nani? Na Mjaluo. I don't fear when it's a Luya doing my car. But when it comes to a vote, I don't trust Luyas. When it comes to vote, I don't trust Kambas. When it comes to vote, I don't trust Jaluos because they are bad people. Wakikuyu tunawaita Wajaluo. Now Wakikuyu Wajaluo natuita nini? Ukuyu. But after immediately election, your house guard anarudi kazini. Na alikuwa ameomba off kwenda kupigana na Mkikuyu. After immediately wameshindwa, unamuona amekuja. Anasema mdosi, nimerudi. Hata watu nyumbani wamesema nikusalimie. Bwana Yesu asifiwe sana. That is madness of people of God who does not understand the will of God upon mankind. You are not supposed to kill your brother. You are not supposed to fight your brother. You are not supposed to destroy any property of any person. We are our brother's keepers. We need to safeguard our country. We need to safeguard properties. We need to safeguard the interest and the etiquette of this country. It is our nation. We don't have anywhere to go. This is the only, I've been to many countries in the world. Juzi tu nimetoka hapa Russia. You can never, apart from the Russian people, they don't care about you. They don't care anything. They protect their nation. They cover their nation. You speak your language. You speak whatever you want to speak. They don't care about you. Nilienda nimebeba tu dola twangu. I had $10,000 atiza kwenda kuspend kule. I never spend a single dollar huko. Maana it is a paper. It is what? A paper. Ni karatasi kwao. Wanajua robo. They don't care about your money. They don't need your money. They have their own standards. They have their own plan. Nilirudi na pesa twangu. Nilitukulia Doha. Hapo ndio nilikula kisupu kidogo hapa, kinyama kizuri. Kule kwingine nilipigia marafiki hapa simu, nikaambia nilipie room. That is how helpless you can be if you don't value your humanity. If you don't value the standards of life. Huko si kununua hata peremede, ona kirato, ona gathogithi dinagura, si kununua. Nilikuja hivyo. Nilikuja kununulia doa. Why? Those people have closed their door. Wamesema we are going to stand with our country. Google yenyewe, kule Google hakuna. Ukiingia tu inakatika. Starlink, huko ukiwa kwa ndege, kwa hewa huko juu, Starlink haifanyi, you cannot chat. Why? Because they have safeguarded their interests. I loved how they operate. I loved the kind of a nation they have. I love the kind of sincerity they have. That we are enemies of everybody. Our country number one. And huko hakuna Mjaluo, hakuna Mkaba, hakuna nini. All of them, they believe in their country. They believe in their president. Anaitwa nani? Putin. They believe in that. And they know our president is right when it comes to our borders. And they are one family. They can't fight. But we Kenyans,
Wakioye. You live in one village. You live in one estate. Nyote munakaa Mukuru kwa Ruben. Na nyote munatumiaga flying toilet. Nyote. Wewe Mukamba na Mukikuyu ni flying toilet. Nobody is special. Usiku ikifika tunasikia kama bati inalia tondong 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 tondong. Unasikia ni malaika wamekuja. Kumbe ukitoka nje by mistake utaagukiwa. Alafu ukitoka hapa barabarani ati huyu ni Mukikuyu, huyu ni Mjaruo. Now you are just as petty as hiyo kitu lirusha huko juu. Ati kwa sababu Raila amesema. Ati kwa sababu Gachagua amesema. Ati kwa sababu Ruto amesema. Why do we get into this problem? Why do we get into such challenges? Why do we become so petty when we have a nation to take care of? That God brought us to Kenya so that we can be one nation. We can be a nation that is loving. That we can cherish in this flag ambayo baba zetu walipigana vita. Baba zetu wakasema, wakaweka laini mbili kusema this is peace. This is our blood. This is our land. This is our people. We are one people. We are not two people. We are one people. We are one nation. A nation of God. And if we cannot be able to do that, our economies will still lag behind. We are going to suffer. Angalia mimi kule wakati wa kwanza tulichomewa nyumba. Ilibidi tena tujenge. Tukachomewa mali nyingi. Mara siku ingine tena kukatokea vita ingine kubwa sana. Watu wakachomewa manyumba Eldoret. Watu wakapigwa pale Naivasha. Watu wakapigwa Murang'a. Watu wakapigwa hapa Kibera. Wengine wakapigwa Kariobangi. People, blood, innocent people were buried. Innocent people, they are lying. Why? Because Raila was fighting Kibaki. Raila was fighting Ruto. Uhuru was fighting so and so. And because they disagreed on a vote that is not theirs, a vote that is yours. That's the painful part. The vote that caused them to incite does not even belong to them. It is your own vote that they are fighting for. And they chanted around, nikasema bati Raila must go. Mwingine anasema Ruto must go. Na moto ikawaka. Saizi Ruto na Raila ambaye nilikuwa nasema Ruto must go because of Raila. Or Raila must go because of Ruto. Today they are dining together. Mliona kule Ethiopia. Walikuwa wamekomboa hoteli for celebration. My brother wanaitana my brother. Juzi Uhuru aliambia sisi Raila ni mogoroki. Immediately after what? Handshake, Raila akakuwa angel all of a sudden. And he never explained to us alipelekwa hospitali gani ndio ugoroki kaisha. He became his brother coincidentally. He became his own brother's keeper. Na sisi wengine wote tukaambiwa follow what you are doing. If you don't follow, that is your business. So painful to have a nation of people that forget. So painful to have a nation that does not understand its future. We have children that we need to take care of. We have mothers we need to take care of. We have people we need to have. And this is the mandate of a church. This is the mandate ya kanisa. Tusifanye mikosa ingine tulifanya wakati tulienda kuombea Ruto tukabaki huko. Tukaambiwa na Ruto tufanye raba shendele bosokoto. Tukabadi tukapatiwa kabahasha ka brown. Kutoka hapo tukaanza kuambia Ruto wewe ni mkubwa. Wewe ni mkubwa kuliko wale wengine. Baka mfalme akakuwa uchi. He was naked. And we were unable to rectify him. Because we failed to guide the nation as a church. We failed to guide people. We failed to guide everything to go the way it's supposed to go. Sasa ndio naona mabishop wengi wanaanza kwa kusomea Ruto in front of Ruto. That is useless. That's hypocrisy. We are trying to redeem your image, yet it's already damaged. You should have done long time ago. When you are dining with him, why weren't you telling him, mzee unaenda kwa shimu? Sasa ameingia kwa shimu ndio mnaanza kumsomea maana hako ndani ya shimu. No, stop this hypocrisy. Preach the word of God the way it's supposed to be preached. Stand your position. Do the will of God as it's supposed to do. Verse number 3. Do what God intends you to do. And we are going to become a powerful nation. We are going to win battles. Paulo alikotoka aliokota mzigo mdogo wa kuni akawa anazitia motoni. Hapo kwa sababu ya lile joto la moto, nyoka akatoka katika kuni akamnasa Paulo mkononi na kujisikilia hapo. Verse 4. Wenyeji wa pale
walipokiona kile kiumbe kinaning'inia kwenye mkono wake, waliambiana, bila shaka mtu huyu amekwisha ua mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ingawa ameokoka kuangamia baharini, haki haitamwacha aendelee kuishi. Unaona, watu wameanza kumfikiria. There are people who make decisions for you. There are people who will just say anything because they want to say anything. There are people who will be anywhere because they want to be anywhere. Kwana hii ni nyoka. This man was collecting. Alikuwa naokota tukuni ndio aweke moto. Maana kule Malta kulikuwa na baridi. Nyoka ikaruka. Hata nyoka ilisikia inataka joto, ikajishikilia kwenye mkono wa nani? Wa Paulo, kwa sababu pia inataka joto. Watu wamekuja katika maisha yako. They need your help. But you don't look at it. And the people against the other side wanaanza kusema hii ilifanyika, hii ilifanyika. Kama juzi niliona Gachagua akisema tuliiba kura za baba. Sasa hiyo ni kusema nini? Hadi sasa ni kupiga, anapiga Ruto. Tuliiba kura za baba. Si amekwambia yeye ni mwizi? Si amekwambia yeye ndio mule mbaya? Sasa kesho yake utamtrust kweli? We cannot trust you. But this is the hypocritical nature of life that we have. Wakasema huyu mtu hata kama ameokoka, huyu mtu aliua, huyu lazima akuwe amefanya maovu, huyu lazima ametenda mambo ni machafu. Wakasema huyu mtu, ogoja utaona, ni madeni, ni kulipa analipa. Ameokoka kuangamia, lazima ataangamia kwenye baharini. Haki haitamwacha aendelee kuishi. That this person is going to die tomorrow is as though you have been given a role to judge. Many of us are judges. Many of us are looking at other people and we judge them wrongly. Eti kwa sababu umeona nyoka imening'inia kwa mkono wa mtu, unasema nikoli halali hamehia. Huyu ni ile makosa amekuaga nayo ndio analipa. Huyu ni ile mambo analifanya. Just they are there to judge you, not because of what you are, not because you are that bad person, but because they don't have anything to say. They just want to judge you. They just want to call you names. They just want to say anything about you. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 5 continues to say, inasema, lakini Paulo alikikungutia kile kiumbe motoni na hakuumizwa hata kidogo. Look at this. People thought you are going to die. People thought you are going to perish. Walifikiria umefika mwisho. Walifikiria hakuna jambo lingine, umeisha. Na wakati walitoa maamuzi yao, wakasema huyu mtu ukiona nyoka imejishikilia kwake, ni kumaanisha ni kuisha, anaisha. Lakini kumbe Mungu alikuwa na sababu ya kubadilisha vinywa vya watu ambao wanazungumza mambo hawayaelewi. Alifanya hivi, alikungutia kile kiumbe kwenye moto, kikaanguka. Sasa wakashindwa ya kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijalishwe na hao wanaokuzungumzia. Usijalishwe na hao ambao wanaokunenea. Wao wanaozungumza mabaya yako, they should not worry you. They should not cause you to be worried, because God has a way to vindicate you. God has a way to set you free. God has a way to make you free from the bondages that they have created against you. In verse number 6, they continue to move and they continue to see the greatness of God. Wale watu walikuwa wakitazamia kwamba angevimba au angeanguka chini na kufa ghafla, baada ya kungojea kwa muda mrefu bila kuona kwamba Paulo amepatwa na jambo lolote lisilo la kawaida. Walibadilisha fikira zao juu yake, wakasema kuwa yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watabadilisha hiyo maneno walikuwekelea, itabadilishwa. Hiyo neno walisema against you itaenda kubadilishwa. Whatever they planned against you, wao waliosema, they are the same people that are going to vindicate you. Don't be worried over that they're saying. Wakulaani, waseme maovu, they are the same people that God gonna use to change your life. Hao walisema wanyongwe. Kuna watu waliniombea Kenya hii ni nyongwe. Kuna watu walisema huyo mtu anafaa kupigwa marisasi. Siku moja wakati nilipigwa risasi, watu walicelebrate. Watu walirukaruka. Venye tulirukaruka wakati Raila alianguka. Venye tulikunywa mabia wakati Raila alianguka. Venye tulichinja mabuzi. Kuna watu walichinja mabuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu walicelebrate at finally he is down. Hata redio ilitangaza, he has been ganged down. TV ikatangaza, he has been ganged down. Woo!
Lakini mimi nilichomoka na nikatoroka pale baba dogo, nikaenda nikatorokea pale Gitari Marigo kule Dadora, nikakuta daktari wetu akanitoa risasi. Nikarudi hai. Niliporudi hai, nikaitisha press conference, nikaambia siku hiyo ni mjamaa alikuwa anaitwa Kilonzo, ndiye alikuwa PPO wa Nairobi. Nikamwambia I'm still strong and living. If you thought I'm dead, I am still strong and I'm still living. And my God liveth. Then Kilonzo in retaliation. Maana walikuwa na ile pesa ya hardship. Wakipigana na mkora mkubwa kama mimi, kuna ile pesa walikuwa naitisha. Walikuwa wamepatia watu wa media. Sasa hiyo ni mtu mwenye aliniusa ni mtu alikuwa wa media, alikuwa anaitwa Muirore, alikuwa wa Nation. Ndio aliniita kwa sababu walikuwa watu wa media wanatuita. Tunaenda tunahojiwa. Kumbe alikuwa ameongea na yule mtu, akapatiwa 20,000 akaambia tuitie mtu. Nilipoitwa akaenda akajificha. Maflying squad wakakuja. Sasa wakati wa kutoroka nikasikia risasi twa ya matako, ingine twa ya hapa, ingine twa ya hapa kwingine. Nikaanguka. Nilipoanguka wakakuja na mimi nikajifanya nimekufa. Na nikakufa vizuri. Lakini by the way nilikuwa nimekufa. Nikifikiria, nikiangalia katika ulimwengu wa kiroho, nilikuwa nimekufa. Polisi wakakuja wakiladrofa, wakaambia unajua hawa wakipiga wanaitaga mtu wa kiladrofa. Nikakuja nikarushwa nikaekelewa kwa ladrofa pale juu. Sasa wakati niliekelewa sijui ni nini kiliniambia haujakufa na unaweza kutoroka. So nikafanya sasa wale askari, kumbe hata askari wanaogopa mtu amekufa. Wote wakaruka na mimi nikaruka, kila mtu akaenda direction yake. Nikaenda mpaka Gitari Marigo nikatolewa risasi. Ni saa hiyo jioni nikatoa statement nikasema sijakufa, I am still alive. And I am going to face you. Nikaambia huyo Kilonzo, nitakuja kukuface. Na yeye akatoa statement akasema Waloinge is armed and dangerous. Unajua ni kusema nini? Shoot him on sight. Whatever ukimwona mahali, si mtu wa kukaribiwa, ni mtu wa kupiga. Maana wamejaribu kunipiga, sipigiki. Bwana asifiwe sana. Eventually baadaye God came to my life and he changed me. Na akaniondoa kwa mogeke. Akaniambia sasa wewe nenda nje pale hubiria watu. Ambia watu kuna mbingu, kuna Mungu mbinguni. Ambia watu ya kwamba there is a God who can change the situation that you are in. Now I'm preaching the word of God. Now I'm telling you that there is God in heaven. Hallelujah. Verse number 7. That God, the God that heals, the God that takes cover, the God that protects, the God that has made me to become what I am. Wengine wakaambiwa huyo jamaa hajaokoka. Haya, waliambiwa hata sasa mnaambia kwa jamaa hajaokoka. Huyo jamani amekaa tu akiwa na plan. Akiwa na nini? Kuna siku atawachomokea. Yes, I have a plan. Sema I have a plan. Sema I have a plan. And the plan is my God. The plan is my God. The plan is my God. Yes, I have a plan. Yeah. Simunao tunaendelea vizuri? Yes. Kuna siku watu walikuwa nakaa pale nje. Wanawauliza unaenda kwa nani? Kwa Waloinge. Wewe unajipenda? Unajipenda? Watu wanajikuja. Anakaa pale tu nje. Kazi yake amekuja kutoka asubuhi. Sasa by the time tukuja kujua what really happens, wengine wanaulizwa, wanaibutishwa kanyaba Kasimo Nabio, tulikuona kwa Waloinge. Ulikuwa unafanya nini huko? Wewe ni Mungiki. Sasa ukisikia ukiulizwa maswali kama hayo, kwa Waloinge utakuja Sunday nyingine. Lakini our God will vindicate us. Our God will make us known. Karibu, basi ya 7 inasema karibu na mahali pale palipokuwa na mashamba ya Publio, mkuu wa kile kisiwa. Publio alitukaribisha kirafiki, tukawa wageni wake kwa siku 3. Hallelujah. How many of you are ready? When a visitor will come here, we shall take them as brothers. We shall take them as our peers. We shall take them as our people, a nation from Kenya. Hata watoke Uganda tuwakaribishe, Tanzania tuwakaribishe, Rwanda, Burundi tuwakaribishe, watoke Amerika tuwakaribishe. We need to take our brothers and brothers. Do not be divided. Hata hizi kura zikikuja, never be divided. Enda piga kura yako. Kura ni siri yako. Na kura ni mpango yako. Enda piga kura. Kama ni nani unataka kuwekelea, wekelea. Nenda nyumbani. Atakaye shida, mwambie you are my president.
Bwana Yesu asifiwe sana. Msifanye ujinga ambao tumekuwa tukifanya. Na mwambie watoto wetu, msifanye ujinga ambao tumekuwa. Ati mimi ni Mkikuyu na mimi nitachagua Mkikuyu. Sasa Kikuyu lad, tumekuwa na president wangapi? Nikiangalia nyinyi hapa wengine wa Kikuyu. Na ile shida mko nayo. Hamuna kakitu kwa mfuko. Mko na kakitu kwa mfuko. Na sasa na president watatu hawakuleta kitu. Hawakuleta kitu kwa mfuko. So hiyo ndio tunaitaga ujinga. We need to go for quality. We need to go for integrity. We need to go for a person who is called a Kenyan, not our tribe. Tuondoke kwenye tribe, tuende kwa Mkenya. Ndio tuone kama Mkenya atatusaidia. Maana tribe, our tribesmen have failed us. Let us look for a Kenyan and put the tribesmen kando kidogo. Ndio tuone kama Mkenya ako na agenda. Maana tukipata Mkenya, najua nchi ya Kenya itabadilika. Wachana na hii turu, bara iende Wemba, bara iende Mandera, bara iende nini, bara iende wapi, bara iende wapi. Hiyo ni wachana, hiyo ni sarakasi. Hakuna mahali barabara inaenda. Hakuna. Ni historia tu. Ni mtu amekiramu barabara zote na anajua. Na ukiona mtu crafty anajua kukiramu kila kitu, anaweka hapa mzuri. Huyo mtu usimpatie mtoto yako. They are the most dangerous. They know how to manipulate. They know how to make things work. They know how to handle your brain. And by the end of the day, tena atakuja na kauogo kingine kasuri. Sasa hata kuja na barabara, atakuja tutaweka stima, ipande Moro, ifike Elbagon, iende Nakuru, iteremke mpaka Naivasha, ipande hivi iende Mai Mahiu, irudi hapo, ikikuja hapo, ikipiga kona mbili hapo, ipande hivi, kila mtu atakuwa na stima. It is like stima itaingia na osmosis kwa kila mtu. Osmosis. Bwana Yesu asifiwe sana. Now let us change our mind. Let us refocus, reprogram our mind and know that our fathers, Mau Mau, the freedom fighter, whereby my grandfather was one of them, my mother was one of them, and my father was one of them, and to that extent, I was one of them. They never fought for Kikuyus. They never fought for a Kikuyu to become a president. They were fighting for the nation. They asked for the flag of Kenya. They demanded for the independence of the country called Kenya. They never called for the Kikuyu independence. They called for the independence called Kenya. They knew there were Kalenjins who were captured in Kericho. They knew there were Mijikenda captured somewhere. They knew there were Luos in the islands they are captured in Victoria. They knew there were Luyas captured somewhere. They knew there were the Turkanas captured somewhere. And they fought for everybody. For the independence of everybody, for the release of our properties, for the release of our children, for the release of our integrity. They covered the whole situation. They never fought for the freedom because of their tribe. They never fought for the freedom because they would want to be enrich themselves. In fact, if they are poor people right now, they are Mau Mau people. They were neglected. Kenyatta was given some money, about $12 million, and he went and bought some houses in London, some houses in New York, some houses where he bought all the lands in Kenya. The same Kikuyu that was supposed to benefit other Kikuyus, he bought land for himself. We are suffering not because of Kalenjin. We are suffering not because of Kambas. We are suffering not because of any other people, but our own. We as Kikuyus, we are suffering because of our own. Ndio walichukua mashamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio walichukua properties zetu. Ndio walichukua kila kitu because wao ndio walikuwa na proximity ya Wakikuyu. Wakasema Mau Mau kuja hapa. Mau Mau kujeni. Wakapelekwa kwa kakorido kamoja. Wakakatiwa 100 acres, wakaambiwa kila mtu eka moja moja. Mzee akakata kutoka hapa Roiro, akapeleka mpaka Kilimabogo. Na akasema ni Mungu alimpatia. Kama alikuwa anapenda Wakikuyu, he was a freedom fighter. The way he calls himself a freedom fighter. Why will you not share with others? To whom you are fighting together. The people you are together. Uende pale Karen. Si Karen nusu ni yake. Na wanasema ni personal property. That is the worst thing tumeingia ndani yake. Tumekuwa watu wanaitangwa mediocres. We must change. Tell your brother. Ambia mwenzako mwambie. Reprogram your mind now. Reprogram your mind. Change and fight for your freedom. Change and defend your nation. Defend your brother who is a Kalenjin. Defend your brother who is a Kamba. Defend your brother who is a Luo. They are Kenyans. Yes. The blood is red.
wako na O negative na wako na B minus. Ni B minus ama ni B plus? We are all the same. We are brothers keepers. May you maintain that. May you make it work, because you are all brothers and sisters. Kenya is greater than anybody else. We are the children of God. Hallelujah. May we rise up. Do you know that song, We Are the Children of God? Yeah? Mnajua hiyo song? We are the children. Mpaka kule Barimahutu. Ilikuwa Barimahutu. Watusi. Usikulikuwa kule kulikuwa nani? Interahamwe. Interahamwe. Interahamwe ni Mungiki. Hao ndio walikuwa Mungiki huko. Simameni, kila mtu asimame kwa miguu yake. Kila mtu asimame. Saa zimeenda sana. Everybody tusimame tu kwa miguu yetu. We want us to worship. Let us worship kidogo and pray for this nation. Today I want us to pray for the nation Kenya, that no politician, no single politician atafaulu kuwagawanya wa Kenya. We have the mandate, and that is why we have been called to the pulpit. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka kuna siku moja nilitumiwa na Raila wakiwa na Orengo na wengine pale Kamukuji. Alafu tulikuwa tunapigana na watu wengine. Tulikuwa tumeenda kuharibu mkutano huko. Lakini surprisingly, kwa sababu niliitwa niende Serena kuchukua tu pesa kwa sababu ya hiyo kazi. Surprisingly, wale watu tulikuwa tunasema hawatafanya mkutano, nilikuta wakipiga na wasema, unaona venye nimekufanya? Hawezi, nilisema hakuna mkutano utafanya. I was shocked. We have injured people kule chini, na watu kule ni kukula wanakula in the name of their stomachs. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Can we worship together? In the song can do. In the Kiswahili song. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono Baba, nishike mkono. Tunapoimba leteni sadaka zenu, nishike mkono na fungu zenu za kumi. Nishike mkono Baba, siwezi bila wewe, siwezi Bwana, siwezi bila wewe, siwezi Bwana, siwezi bila wewe, siwezi Bwana, siwezi. Leteni sadaka zenu. Yes, you are sacrifices and offering.
na dunia, tunakushukuru. Tunakuabudu adhuhuri hii, tunasema ni asante kwa fundisho taratibu na mafundisho mema uliotufundisha. Asante kwa kunitumia kama chombo kwa ajili ya neno lako. Ninakuomba tutakapokuwa tunarudi ibada ya 4, Mungu utusaidie. Nipe nguvu zaidi nikaweze kuwaongoza watu wako kwa njia yako inayopendeza. Naomba msamaha wa dhambi zote nilizozitenda wakati nilikopokuwa nikizungumzia watoto wako. Naomba ukanisamehe. Jambo lolote ambalo nimelifanya halikukufurahisha, naomba msamaha. Jambo lolote ambalo lilitendeka kwenye nyumba hii ambalo halikukufurahisha, Mungu nakuomba tu msamaha wako. Ukaisaidie kanisa na ukaisaidie taifa la Kenya. Na watu wote wa Kenya ukawasaidie. Ukawafanikishe wawe ni watu walio na ufasaha na maelewano na kujua ya kwamba nchi hii ni nchi yako ulioitengeneza kwa ajili yako na ni kwa ajili ya utukufu wako. Na katika jina kuu na takatifu la Yesu Kristo naomba na kuamini. Somebody say amen. And now may the grace of Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Once again, may the grace of Jesus Christ. When you say unasalimia mtu, once more, may the grace another time, may the grace amen. Surely the goodness we are going to meet for the 4th service ambayo itakuwa saa 9. Sasa ngapi?